Hivi watu wanadhani wataachwa kwa sababu kusema sisi tumeamini ndio basi tena Mungu mwenyewe anakuachia, ila hali ya kusukisuki lazima kutemi sukosuko Anasema hapana. Anasema sio bid'a wewe sasa hivi kupata mitihani, sio kitu kipya, sio kitu kipya, ni kitu cha kizamani. Walaqad fatanna alladhina min qabl, tuliwafitini. Maana kifitna hapa kwa maana nini? Ya mtihani. Fitna Mwenyezi Mungu ametaja mara mbili, wa hum la yuftanun walaqad fatanna Kuna kitu kizungu kinaitwa persecution. Fitna hapa sio fitna ile ya kumgombanisha mtu. Fitna ni vile vikwazo unavyovipata wewe vikurudishe nyuma katika dini. Vikwazo vile ndio vinaitwa nini? Fitna. Persecution. Ile aliyosema kule, alfitnatu ashaddu. Watu wasiosomeshwa Qur'ani wanajisomea wenyewe, wanazania fitna ile ni ile kugombanisha mtu na mtu. Naambia alfitnatu ashaddu min alqatl, kumgombanisha mtu, kumfitini mtu ni ashaddu min alqatl. Wewe unajisomea mwenyewe. Fitna pale ni persecution, ni ile kuzuiwa wewe kuabudu, ima kwa nini? Kwa kuumwa, kwa kufungwa, kwa kufukuzwa, kwa kuteswa, ili tu usiseme la ilaha. Ndio fitna hii. Umeelewa shebago? Hii ndio namba. Bora ufe, bora ni kitu rahisi tukufa kuliko kuikimbia hiyo. Sasa pale ilipokuja alfitnatu ashaddu min alqatl pale anakwambia usikubali kuzuiwa kwenye, ni kitu kibaya. Mtu anakuzuia usifanye ibada, bora akuue, itakuwa akakufanyia kitu kidogo kuliko kukuzuia wewe kumwabudu Mungu. Ndio maana yake pale. Msalimu Mtume Muhammad. Kama bado hamjanielewa, sijui mtanielewa. Kama mtu anakwambia kuna vitu viwili, ni kuue au ache kumwabudu, mwambie ni uwe kuliko mimi kutomwabudu Mungu. Ndo alfitnatu ashaddu. Nanielewa Lakini wewe ukizuia kidogo tu unatafuta aya za dharura. Faman yuturra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Nini bwana? Kufa hapo. Ndo alfitnatu ashaddu min alqatl. Shebago umeelewa? Sio unafinywa kidogo. Na watu walijaribiwa huko nyuma. Mmoja katika zama hizi zetu, miaka 1900 na kitu tu hapo, alichukuliwa Said Sabiq. Ni Said Sabiq Hasanul Banna. Said Hasan, kwa sababu ya la ilaha illa Allah zake zile na kuabudu na kutoa mawaidha na kuongea na watu kama hivi, jamii inabadilika. Ukikaa hivi ukisema, jamii inafanyaje? Inabadilika kwa kusikiza maneno ya Mungu haya. Kumbe tuliharibu, tutaacha turudi kwa Allah. Maadui wakamchukua, wakamfungia katika chumba, wakamtilia na masimba wakali wenye njaa ambao hawajakula karibu miezi mitatu. Wakamfungia, wao wakaondoka. Tazama mambo ya Mungu. Baada ya muda wakarudi kwenda kushuhudia kichwa, kwa sababu simba akikula na kukula wote anakuacha nini? Kaona tunaenda kukuta. Wameshangaa, wamefika pale chumbani, wamemkuta Saidi amekaa kona kama vile na simba kakaa kona kama vile, wanaangaliana. Lakini simba anatoka kamasi za woga,
anatoka kamasi. Yaani mtu kageuka simba, simba kageuka mtu. Sallallahu alayhi wasallam. Hajamla, mtoweni. Akatolewa, akaenda kuingizwa chumba kingine na wafungwa wengine. Mmoja akamuuliza, sasa shekhe, hivyo pale ulivyoingizwa na yule simba mkawa mnatizamana, ulikuwa unawaza nini? Ulikuwa unawaza? Akasema nilikuwa navuta masala ya fiki, laiti huyu atakojoa mikojo yake mimi nitaswali vipi hapa? Simeleka. Yaani huyu akianza kukojoa na woga huu kutetemeka, mikojo itamtoka simba huu. Ikija huku na sina maji mimi, kwa hiyo nikawa natunga masala fiqhia namna gani nitaswali. Sikuwa naanza habari ya simba, nawaza mikojo yake tu isintie najisi. Wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna. Wewe ukiguswa kidogo tu unatiwa chumbani na paka tu unajifunika, nyau. Ndio pale ndio makuja maneno ya Kiswahili, mtu mzima atishiwi. Ndio hapo sasa. Unafikiri mtu mzima wa madevu? Mtu mzima wa imani. Sallu ala nabi. Mtu alokuwa kiimani, usimtishie nyau, usimtishie chochote. Kwa hiyo ndugu zangu, mitihani msiikimbie. Msiikimbie eti kwa sababu mnaswali, mnafunga. Humo ndio mnapotangeza mitihani, kwa sababu Mungu anasema tena, kadiri itakapokuwa imani yako inapanda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na mitihani yako inafaje? Inapanda. ashaddu nasi balaa al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenye mitihani zaidi katika watu, Mtume anasema ni mitume. Nenda kasome historia ya mitume ya Mungu uone mitihani walioipata. Kwa sababu ya mitihani mikubwa wamekuja kwa tops. Kuna top 5, unawajua wale? Wanaitwa ulul azmi. Ulul azmi ni top 5 ya mitume kwa sababu ya mitihani. Kuna mitume 5 inaitwa hiha, achana nayo kabisa kwa sababu ya mitihani mikubwa. Wa kwanza tajeni tu, Ibrahimu, Musa, Isa, Nuhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anza kwa tarehe yake sasa. Unaanza Nuhu, alafu Ibrahimu, alafu Musa, alafu Isa, alafu huu kwa utaratibu wa tarehe, so kwa utaratibu wa wingi wa mitihani. Hawa watu 5 ukisoma historia yao, acha mchezo. Chukua jambo dogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio yupo nasi, ilifika wakati mitihani yake pale pale Maka, alifungiwa miaka 3. Waliwekewa vikwazo vya kisiasa na kiuchumi kwa muda wa miaka, walifungiwa, hamna kutoka nje ya shiibi Abi Talib. Kama hapa nyewe mikumi, mfungiwe geti 10 tu, mbaki humu 10, msitoke kwenda Makuti wala Mapipa wala Kigogo wala Mburahati kwa muda wa miaka mingapi? Hakuna maji ndani, hakuna mkate, hakuna chochote. Wewe sasa nampenda Mtume, tumsalie Mtume, Allahumma salli alayhi. Ushawahi kufungiwa wewe? Sio siku 3, miaka 3. Bwana Wandi tena Maka kwao walipo ile kipande kinaitwa Shi'bi Abi, watu walipiga mpaka wasitoke wafe humu miaka 3. Walikula mpaka majani, walikula. Sasa nakuuliza, Maka ina mti wa majani? Nyesi mnaenda Maka kila siku? Maana walikula mizizi.
Kama ulisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga jiwe, ndio kipindi hicho alichukua jiwe akafunga na masahaba akafunga, yani tumbo lisipinde. Kwa hiyo kwa apate sapoti ya jiwe na uti wa mgongo apate kusimama hivi. Huku mbele hakuna kitu, huku si unajua kuna kitu, tumbo nyangu zile zimesinyaa. Kwa hiyo mtu akabendi hivi, likachukuliwa jiwe akafunga mbele ili asibendi. Anasemaje Buswiri? Soma kwa nguvu. Alafu watu wanasema msisome Burda, msisome, ndio hapo washadda watawa. Mwenyezi Mungu awabariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale unaposema unajisifu wewe unajifananisha na mtume, ikupitie hiyo, hakuna anayepinga. Moja katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga jiwe na watu wake, mawe, sio chakula kutea, unatafuta mjiwe na msuli kama hivi, unafunga nguo ili usibendi mbele. No maji, no ugali, no nini. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mnanielewa? Mkiguswa kidogo msipige kelele, kumbukeni yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya hii dini. Leo tunagombana huku, tunagombania mwezi huku, mwezi wa Maka, BAKWATA, wa Kigogo. Maki wengine wana miezi yao ya Kigogo, wa Kigogo. Jamani, wazeni hayo. Tunaichezea dini huku kama tunacheza kubeti. Wewe ushawahi kufunga jiwe? Swaumu tu masaa 12 unapiga kelele. Leo tunafuturu saa ngapi? Unaangalia saa kutwa. Miaka 3. Miaka la akla wala shurba. Ukisoma habari kama za kina Ammar bin Yasir, usisome hapa. Ammar bin Yasir kateswa yeye na wazee wake na familia yake, mtu mbaya kabisa. Tukihadithia hivi vinavyopita sasa hivi vyote vidogo vidogo. Hawakuwa na imani wale, kwa na imani kubwa sana. Kwa hiyo imani yako usije ukadhani kwa imani yako uwezi kupata mitihani, bali dhani hasa kwa imani yangu Mwenyezi Mungu ndo atafanyaje. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha idha ahabba abdahu ibtalahu. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake humfanyia mitihani, humuonja. Mitihani ni mapenzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadiri mitihani inavyozidi ndio unasafishwa. Na sisi tunaoishi maisha ya ovyo ovyo kumuasi Mwenyezi Mungu, anavyotuletea mitihani ile, Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anatusafisha. Mzuri wa hii mitihani manake Mwenyezi Mungu anakufaje? Anakusafisha. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hata mwiba ukikuchoma ukaona huu ni mtihani, basi ujue ule uchungu ule upata wa kuchomwa na mwiba tu, Mwenyezi Mungu amekusamehe baadhi ya dhambi zako. Unashona sindano ikakuchoma, kuna mambo katika madhambi yameondoka. Unatafuna kwa ukajitafuna, kuna dhambi zimeondoka. Sasa sikwambii ndio unapata tezi dume, sukari, unakatwa mguu. Sikwambii unaamka siku moja macho Mungu kachukua macho yake. Almuhimu tu umepokeaje? Allahu Akbar. Yale mapokezi yale ndio yanakumaliza, yanakuteremsha au yanakupandisha. Umeamka ghafla, pap, babako kafa. Hujakaa vizuri, watoto wako wamekufa. Hujakaa vizuri, nyumba imeungua. Hujakaa vizuri, yule mtoto wako ambaye unampenda sana kasingiziwa kesi, kafungwa maisha. Yote hayo ni maumivu. Wewe sema inna lillahi, inna lillahi, inna lillahi. Imani yako ionyeshe pale, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna. Ndo kule akasema minal mu'minina rijal,
katika waumini kuna mijana dume. Wanaume hawa ni wepi? Sadaku ma ahadullah alayhi, wamekuwa wakweli katika kuitekeleza dini hii, ndo maana yake. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir, kuna waliokufa njiani na kuna wale wengine wanaendelea kuipigania dini. Sawa Sio kasema bwana mimi nafunga lakini futari sina, itakuwaje? Funga tu, na wala usigombane na mtu kwamba wenzetu nyewe mnafuturu mnakula, sisi huko unioni mimi na watoto. Wewe mwachie yeye yule asokuona na mtihani wake na Mungu, lakini usirudi nyuma wewe eti hapa wewe unalala na njaa, mwenzako anafanyaje? Yeye mwachie Mungu, kwa sababu maelezo yake yapo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasemaje? La yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum yabitu shab'an wajaruhu ila jambihi. Kifurufuru uko vizuri leo. Sio muumini wa kweli miongoni mwenu yule yeye analala anashiba, lakini jirani yake pembeni analala na njaa. Huyu sio muumini wa kweli. Kwa hiyo yule habari zake mwachie nani? Mwenyezi Mungu. Na ndio maana unaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kulala na chakula cha kesho. Soma Riyadhus Salihin. Mtume Muhammad hajawahi kulala na chakula, yani leo kala kashiba kasaza nichi nitakula, anaambia toa pelekea watu. Sisi lazima tuwe na kitu kinaitwa stock, nakwenda kufanya stock ya mwezi mzima. Mtume hakufanya stock ya mwezi mzima. Sallu ala nabi. Hivi ngoja nikae, mnanisikia huko? Sallallahu alaihi wasallam hakuenda kufanya shopping Shoppers Plaza ya mwezi maneno mengine tukisema mtatuogopa lakini sisi tunasema ukweli tu. Kisha ingia siku moja ililetwa zawadi pale, sadaka siji, aliletwa mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam karudi, anamuuliza mkewe, vipi yule mbuzi kabaki kidogo na mimi make hali si nzuri leo? Mkewe alimwambiaje? Tumemtoa wote ila kibega tu, lakini wote tumemtoa sadaka, kimebaki. Mtume alisemaje? Kabaki wote ila kibega. Yeye kageuza ile maneno. Yule mwanamke anamwambia hamna kitu isipokuwa, yeye anasemaje? Kabaki wote ila hicho kibega ndo hakipo. Sallu ala nabi. Simeleka. Yani mbuzi wote kabaki humu isipokuwa hicho mnachokiona, hicho ndo hakipo hicho. Mkitaka hicho kibaki nacho kitoweni. Na yeye ana njaa hivyo. Tumsalie Mtume Muhammad. Si inaeleweka leo? Wewe unalala na mbuzi watano. Kaka, jazakallah khair. Asante bwana. Mbona katoa ngapi? Kazibakisha. Yani unaweza kusema kazitoa, kazibakisha hizi. Wama tukadimu li anfusikum min khairin, na nyinyi zipotezeni hizo zenu, bakisheni. Sallu ala nabi. Au hujaelewa hii mithali ya mbuzi? Anauliza, jamani yule mbuzi vipi? Mimi nataka kidogo na mimi kama mke. Mume wangu nisamehe, nimemtoa sadaka wote isipokuwa. Sasa usiwe na wasiwasi baby. Anamwambia mama Aisha, usiwe na wasiwasi baby, kabaki wote isipokuwa hicho kibega hicho. Sasa nacho hicho kibakishe, maana kinacho kifaje? Toa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulala na chakula cha kesho. Kwa hiyo hakulala na pesa ya kesho. Na ndio maana unaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, ameacha nini na nini?
Kaacha nyumbu mmoja kaacha nyumbu na kipanga chake cha vita na deni anadaiwa dirham 2. Nyie si mnampenda Mtume? Emswaleni basi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudi we bago we. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafa, kaacha nyumbu wake. Nyumbu mnamjua? Ni mdudu, hayupo kwenye ng'ombe wala hayupo kwenye mbuzi, yupo katikati hapa. Alikuwa akimpanda kwenda naye na kipanga cha kwenda nacho kwenye jihadi, na anadaiwa dirham 2. So anadaiwa tena, hizo so alimkopea mtu, nipe nitakulipa, mpe huyu. Mnakufa na mahela chungu mzima. Ahasiba nnasu an yutraku an yakulu amanna. Jamani, huu ndio usomeshaji wangu Mesipendi ile tunasoma tunakwenda tu atufahamishani. Hivi wanadhani watu wataachwa pasi na misukosuko, an yakulu amanna, kwa kusema kwao tumemwamini Mungu, wa hum la yuftanun, ilhali wao hawajaribiwi? Hapana. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kwa haki tuliwajaribu walioamini kabla yao. Kwa nini? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku, ili awatambulishe Mwenyezi Mungu wa kweli, wala ya'lamanna alkadhibin, na ili awatambulishe waongo. Aya ya mwisho, am hasiba alladhina ya'maluna sayiati, hivi wanadhani wale ambao wanafanya maovu, an yasbiquna, kwamba watatushinda hatutowapata. Saa ma yahkumun, ni hukumu mbaya kabisa wanayohukumu. Hii ndio aya yetu ya mwisho. Sawa sawa Mungu hapa sasa anafunga mlango.